OCS. Akina OCS. Ni Waruinge. No Waruinge. Nora ndialileta gari. Nora hile gari ya. OCS alianguka hapo. OCS akigwathi. Na akamwambia usiseme. Nakamwira. Usiambie mtu. Tukere mtu. Maana Christopher. Na Christopher. Hapa niko chini yake. Unadhuru wake. Akichua huyo jamaa alikuwa hapa. Akiwote ya uma. Kazi imeisha. There is one point I want to tell you. If you have a goal in this world, you have a purpose in this world, no weapon fashioned against you that will prosper against you. No weapon will kill you. Hakuna mtu atakumangamiza. Hakuna mtu atakumaliza. Until the mission that God has put in you will be accomplished. Hii ni saitani. Mama kaniambia ni kweli. Mama nimekiuka devio. Ngegwire. Kwa ile oja basi ingemunyita. Kulikoza watu wazima kemshika. Simurage atie gutukia. Timuue aje kutuzumbua. Nikapia mama. Kila mtimi ocio. Sasa mimi mtu papa. Murusha gioka hahari. Hapa kwa hapa. No muone haha na hahari. Utabehave namna gani? Okay karatia. Mama kaniambia. Mama mtimi akejera. Nikupiga simu mara moja. Niko radhimu hau jiwe hapa. Agero hau. Mimi nikamwambia sasa. Andike mwera. Hebu angalia hiyo picha mzuri. Tarora picha wega. Akaangalia. Kirora. Nikatoa ile kakitu kwa sababu kalikuwa karoa. Geuta kakawika nderu. Nikatoa hivi. Geuta kakawika nderu geko guo. Nikamwambia huyu mtu naona. Murusha wana haure. Na huyu unaona kama wanafanana? No yule ni mahanaine. Mama aliniangalia hivi. Akengara uwa keboro guo. Kale we. Kwani ni wewe? Ndaguthaitha mwana wakwa. Nakuzimu mtoto wangu. Ndukajurage. Usiniue. Nikamwambia ni ndage kuragira ki? Tena kuua kwa nini? Nikamwambia rudi kwa counter. Choka hala wewe ndagiria. Hiyo maneno yote umeniambia utalipa. I know most of you are so terrified. Amwanyu ni mramba kale. Gachagua now is going home. Atagachagua nayo ino kale. Let me tell you one thing. Akade mwodo mwe. It is the process of God. Mera wa Ngai. And when the process of God has been started, na Ngai ugabirio. God has a way of doing things. It is the plan that they have against the Mulima. It is not Gachagua. It is not Uhuru. It is the plan. It is the plan. And that is the plan. You need to go on your knees and pray. They went and they spoke to people outside who are called by the name globalists. The one will other people who do not want the revival to come. And they said, how can we deal with Mulima? 20 years ago, Badi Pombe was brought here, and then your son was told, do not sleep with a woman. The best sex you can have, it is a man with a man. And it was introduced in Mulima. Then they came with drugs. And then we were called Mogeke. And they started killing us. So that is the plan. It was hatched way before. By 2025, there are many things you will not be allowed to do. There are many things you will not be allowed to do because you are from Mulima. Now look at what is happening. They are in parliament discussing Mulima. The whole thing they are talking about, that Gachagua is a tribalist. It is not Gachagua who is the factor. They are trying to tell people, even if you give these people anything, they are still tribal and they cannot hear you. And that's the dangerous part, because they have succeeded to remove us from others. By 2025, by 2 months to come, it will be 1 against 42. They passed a law that you can never from today plant a seed. You will never plant a seed. You will never plant a potato or a maize or whatever without the consent
from the government. They will provide the seed for you. And this seed is a GMO. And if your mother is found planting that seed that is not satisfied by the government, she will go for 25 years. She will go for 5 years in prison or a fine of 5 million. That is what you're about to face from next year. You will be forced to plant GMOs that will kill you slowly. And this thing will happen around Murima. At Murima you will cry. Murima you will cry. I was a thief like you. I used to carry 2 guns. I used to steal with Wanogo. I know your Ndura is from this area. That was my person. I used to drive him. He went. Me, I was left so that I can preach to you. Hallelujah. Hallelujah. I was invited in Tripoli by Mohammed Gaddafi. And he sent a private jet for me to come and pick me from Nairobi. Before he just died, he wanted to give me $500 million to come and build a mosque in central Kenya, 5 kilometers apart. They gave me a bomb and they tied me the bomb around my stomach, and they were training me how to become a suicide bomber. I want to tell you the agenda they have against you. I am not giving you stories. I am not a preacher. Me, am a commander. And I command demons to go. And they go. I am just a messenger. Don't call me a pastor. I'm not your pastor. But they trained me to become a suicide bomber. Not to go to Somalia and kill Somalis. To come to motherland and kill my fellow Kikuyus because I am a Kikuyu. And they thought I am a greedy person. And because we Kikuyus are very greedy, are the Judases, and you are in parliament, and you have seen the Judases in you. I was almost to become a Judas. This is not Gachagua. It is Abuja declaration. Because they want to become president. And they are prepared. They have bought your ad. They have bought your ad. They have bought your businesses. They have bought your everything. Because they have an agenda. And they have money. And they have raised money from far. That is why they can come here, chase the land with much ease. And because tuena kamukoroko, you your ad, and you take your money. The money you eat in 5 years you don't have. The ad will remain there. Immediately they plant a mosque there. A mosque is an altar. You will never defeat them again. Why Kikuyus are defeated? Because you don't have an altar. You don't understand yourself. You don't have an agenda. Barigusa abadea. Mulipa iko intact. Hakuna kitu kinaenda. Kuna kitu. Everything will be intact. Mimi naitwa Waruinge. Apostle Waruinge. Na mnanijua mimi naitwa Ndura. Wa Waruinge. Aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mogiki. Yule mtu mliombea sana akufe. Lakini akakataa kukufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako pole sana. Huyo mtu, mwambie yule mtu akufi haraka. Kwa sababu umesikia huyu mjaruo amesema namna gani? Nimeenda jela mara 52. Prison hata moja sijapelekwa. Hii mwili yangu imepigwa risasi 12. Na nilipatiwa poison na moi mara 9. Na nimehukumiwa kunyogwa mashini imekataa. Kwa hivyo kuna kitu Mungu anakucho. Mlaumu mtu
kumera mundu uguo. Usimchukie mtu. Ndukamene uguo wala kumlaumu mtu. Kumera mundu uguo tu. Kwa sababu wewe ambao ulikuwa unaniombea nikufe. Tondu wahoyaga mundu akueli. Ungedhania siku moja tungekutanishwa na huyu mama. Ndugecirie ndugacema na mutimia to. Na unisikilize vizuri hivyo na ujiwe ngoja yako igua. Everybody. O mundu wothe. Kila mtu. O mundu wothe. Has a position in this world. Enda hatu thiru wa thi. Wakati niliokoka. No nirahonokire. Si kwenda kutafuta wale watu wazuri. Ndathia tukora chiega. Si kwenda kutafuta mtu ameokoka. Ndathia kuona chama honokete. Nilitafuta Yesu. Aza Yesu. Na nikasoma mambo ya Yesu vizuri. Na ngithoma Yesu wega. Maana kuna wakati sikuwa nataka kusikia Yesu. Tokore nitaka kuigua wa Yesu. I was an antichrist. Ndafika Kristo. Nilichukia Yesu. Ndathoire Kristo. Nilisema Yesu ni mwizi wa bao. Kauga Yesu na mwizi wa bao. Ni ukoni mani. Ni mukoni mani. Ni bukora. Na mwogo ni moito. Lakini wakati Yesu alikuja. Ndura Yesu okire. Alikuja wakati kila mtu alikuwa ameenda kwake. Okire na jado na kama hivi. Ninyi wote mlikuwa mmeenda kwa Yesu. Mkamwambia huyu mtu. Mkamwambia oraga mundu uyu. Lakini uzuri wa Yesu. No wega wa Yesu ri. Hakusikia hawa. Aiguo. Alisikia mimi. Aiguire Ndura. Akaangalia. Akimuona. Huyu jamaa ako ni kiongozi wa watu milioni 4. Huyu ni mutongoria wa andu milioni 4. Ambao ni mogeke tupu. Ni mogiki mutheri. Na wewe ambao unaenda kuongea kwake. Na wazi kukwania na akeli. Hauna hata mtu mmoja amekufuata. Na utie mbona kulomereira wewe. Sasa jiulize. Taweorie. Yetu angesikiliza wewe ama mimi niko na watu. Jazi wake kuigwira wewe, kana kuigwira wewe na. Kwa maana hakusikia maombi yako. Sio kwa sababu anakuchukia. Sio tena guthuire. Anakupenda bado. Lakini aliangalia namba. No kio arorire maundu. Akaona watu milioni 4 nyuma yako. Akiona milioni 4 thutha wake. Akaniambia kuja. Akimwira uka. Na akaniambia. Akimwira. Unaona wale watu. Unaona aria. Waliniambia nikuue. Mogete kurage. Na kwa sababu sitaki kukuua. Kwa ndikwenda kuraga ri. Nataka urudi huko. Ukakurenda huko. Uende wale watu wote. Au umepeleka kwa shetani. Ajimalize kwa shetani ri. Uwalete kwangu. Kwa. Nikamwambia ndio baba. Na nikiwa no baba. Na niwalete. Nekenda kemarehe. Wakati niliokoka. Na ndahonokire. Wote walifuka. Wala makeli. Sasa unaona amevaa majaketi hapo wote. Au unaona hapa. Na wengine wengi. Na giko. Vya my former criminals. Acha nimeitoka kwa hono. Mkora wa zamani kama mimi. Nimeitotani. Hata mimi nilikuwa mkora. Unaenda ni mkora. Unajua mimi sikuwa kama nyinyi. Nidara hata inywe. Nyinyi wazuri. Nyinyi murega pio. Mimi nilikuwa mkora. Nidara mkora. Na ndio kwa maana nasemaga nilikuwa mkora. Nikajua hata mkora. Ndio ujue ya kwamba. Nigomenya tere. There is God in heaven. Kuna kai matuine. Wewe ambao unaishi hapa duniani. Wewe ikaga thino. Haujawahi kutesti ukora. Haujawahi kukuwa mtu mkora. There is God in heaven. That is the reason Jane alikuja kwangu. Kwa sababu aliona niko na vijana wengi. Na wabaya walikuwa wavutaji wa bagi. Wavaji wa pombe. Wengine ni watu prostitute. Akaniambia mimi niko na kijana yangu. Amenisumbua sana. Anaitwa Muthe. Tutawezaje kumsaidia? Nikamwambia Muthe is the best. That is the best man. Because hata hajaguza kule nilikuwa nimeguza. This is a gentleman I want to walk with. Na akaniletea Muthe. Na Muthe akakuja. Na tukaongea na Muthe. Muthe akaniambia hapana. Unajua Mathe. Yaguaga wana. Anibebeka utoto. Ndali ona tadagimarire. Haje kama nimekuwa mtu mzima. Ndio na nginya riu nikundehea ndehe guku. Hata sasa amenilete. Ndinoka ni undu wake. Siku ile sababu yake. Ndoka tondu korogwo we my hero. Nimekuwa sababu yeye ni mtu ndoka tondu niguonaga YouTube-ine. Na kuona kwa YouTube. Now you place my heart. Akiniutia koro yakwa. Sasa nikauliza Mathe. Wewe na Muthe nani ameleta mwingine? Kioria mtu kioria nyina. Wewe na Muthe nora. This is my follower. Ona mrobe. You just become nikamuuliza Muthe. Wewe Muthe. When did you start following me? Waambie kono mimi ndali. Akaniambia 1 year nimekufuata. Mwaka mmoja mambo zuri niko. Nikauliza mam, ulianza kunifuata lini? Kioria nyina. This is my second month. Sasa nikauliza mshirika wangu ni wewe ama ni Muthe? Kioria mshirika wangu ni mimi. Ndiye. Muthe akasema ni mimi. Muthe akiwa nani? Nikaambia basi Muthe tuanze safari. Kibra Muthe katulia bare mwe. Muthe hiyo safari lazima tuende. Wewe Muthe safari yo. Muthe lazima tuende safari ya wokovu. No kile safari ya honoki. I will walk with you. Nikuthie nawe. Your mother has gone. Maitogore athie. I will stand in you as your father.
I will walk with you until you become that man that your mother wanted to be. You know, kila mtu dunia hii walisoma historia yangu. Kuna mahali siku moja nilienda, nikapata huyu mheshimiwa alikuwa hapa. Huyu mheshimiwa ni rafiki yangu sana, na walikuwa wengi. Sasa wakati niliingia tu hivi, hakuwa amenijua. Kuingia tu hivi nikaenda nikisalimia. Na unajua wakati huo ukionwa na mimi ni jela straight, ama ukule risasi, ama familia yako ianze kunyarirwa. Mheshimiwa aliponiona hivi, alichukua kasimu na nikaangalia, nikaona hakuna mtu amempigia na hakuna mtu amepiga na yeye hajapiga. Alishika kasimu, hello hatire na network na akatoka polepole. Alikuwa hapo na yeye nikaona ametoka, nikaona mwingine ametoka, alafu kulikuwa mawaita. Nikaongoja waita akuja aniusie. Nikaona wanafanyana hivi, wengine wananiangalia hivi. Nikauliza waita, hakuna muuzaji? Nikaona kila mtu amepiga kona, nikabaki kwa mesa peke yangu. Nikauliza, nikaigura ATIA, what could be happening to me? Why are people running away from me? Why even people in the country, ministers are running away from me? Hapo ndio nikaita manager, nikamwambia niletee chakula. Manager hakuniletea chakula kwa sababu he was a waiter. Oh, because he was a manager. Alisikia uoga, maana aliambiwa huyo mtu usipomtii kichwa itaenda. Sasa manager alileta chakula kwa sababu alikuwa na save kichwa yake. Na hapo wakati nilikula vizuri kwa sababu aliniletea chakula mzuri hata kuliko wale wengine. Nikamwambia kujia pesa. Aliniambia kampuni imekununulia. Kampuni ni akurehera. Nikamuuliza hapana, I want to pay my bills. Akaniambia I'm sorry sir. Our company Serena Hotel respects you. And it is a compliment from the manager. You are eating on the bill of the directors of the company. Let me tell you one thing. The situation that you are in does not disqualify you from being a child of God. I ate in Serena not because I was a criminal, but because God said, I will create a table for you to eat with the owners of the country, to eat with the powerful and mighty people, and I will make you and make them terrified before you, and they will give everything that they eat. Na utakula, na uenjoy, na wakupatie, na heshima yote. Na nilipokuwa nikitoka, huyo mzee alikuwa already ameita general manager. General manager akaniambia, hapa niko na shilingi 10,000. Yeye ndio kikunywa kachai. Unajua ni kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu mawaita walitoroka. Akafikia, alikasirika. So alikuwa ananipatia 10,000. Ndio nisiende nikasirike, nikujie kuwatembelea baadaye, ndio nisikuje kuwasalimia. Akanipatia shilingi 10,000. Kwa hivyo ukimino yangu ilitengenezea maisha. Jiulize, uzuri yako ilikutengenezea nini? Wewe mzuri, unakwenda Serena ukakula chakula free. Jiulize mwenzako. Basi mimi kwa Waruinge. Mimi wakati siku moja nilishikwa. Nilikuwa pale Muiga, karibu Muiga hapo. Nilikuwa nimekuja kujificha hapo. Nikaenda kwa kioski ya mama mmoja hapo, kuna duka kubwa. Nilikuwa nimetengeneza artificial. Alafu ninanyoa kipara mzuri kama hii. Alafu nywele ilikuwa hapa mzuri kubwa. Sasa ukiniona ulikuwa unaona kamsee. Kamsee tajiri kwa sababu nilikuwa na katubu kidogo hivi. Hiyo hapo nilikuwa naenda na nini? Na nunua gazeti
hata ndagura gazeti na kusoma taarifa ya habari, kusoma mohoro, alafu nanunua kitu kama kamukate na tumayai, ngagura kamukate na tumatumbi. Huyo mama alikuwa talkative sana. Alikuwa politician. Ale mwana siasa. So mama akaniambia, mama moja kejera, akaniambia unaona huyu kwa sababu nilikuwa kwa headline. No to ale we headline. Siku ile MP wa hapa. MP wa goko. Alikuwa Christopher Murugaro. Era Christopher Murugaro. Na asinisikie. Alikuwa amesema shoot Waruinge on site. Agwete hararugia kono agorira. Akapatiana 40 million over my head. Na milioni 40 ikineano ndo akago yake. Bana decide kuja kujificha. Hata haja kuhila ni karibu na kwake. Ni hakuenda kwake. Na nikakaa kwake. Na ikaenda kwake. Hapo karibu hata maziwa ile tulikuwa tunakunywa kwangu ilikuwa inanunuliwa kwa hizo ng'ombe. Ona yeye anajua ni mbari ng'ombe ni yake. Na amesema shoot Waruinge on site. Na ndio ugete Waruinge wanago. Anapatiana 40 million. Na kina milioni 40 ikaneano. Sasa yule mama alikuwa anauza. Mutimio shawada giare. Alinionyesha gazeti. Akiniambia gazeti. Akaniambia huyo modo. Akaniambia huyu mtu ametonyalira sana. Na tunyalirete muno. Anafaa kuuliwa. Amatie kuuragwo vyo. Hata mimi nikampata. Ona nikimunyita. Hiyo 40 million nitachukua. 40 milioni cha mote. Mimi nikamwambia. Na nikimwela. Huyo modo. Huyo mtu. Hata mimi. Naweza taka achinjwe kabisi. Yena athinjwa. Lakini nimekurekero. Hawezi kuwa. Hii ni mtu mbaya. Hii ni saitani. Saitani pio. Mama akaniambia ni kweli. Mama nimekiuka devio. Nikegwire. Kwa hiyo ojamba singemunyita. Kulikoza watu wazima kemshika. Simurage atie gutugia. Timuue aje kutuzumbua. Nikapia mama. Kila mtu mioshio. Sasa mimi mtu hapa. Murusha akiuka hahali. Hapa kwa hapa. No muone haha na hahali. Utabehave namna gani? Okay karatia. Mama kadiabia. Mama timia kejera. Nikupiga simu mara moja. Niko radhimu hau. Jiwe hapa. Agero hau. Mimi nikamwambia sasa. Andike mwela. Hebu angalia hiyo picha mzuri. Tarora picha wega. Akaangalia. Kirora. Nikatoa ile kakitu kwa sababu kalikuwa karoa. Geuta kakawika nderu. Nikatoa hivi. Geuta kakawika nderu geka oguo. Nikamwambia huyu mtu naona. Murusha wana haure. Na huyu unaona kama wanafanana? Na yule ni mahanaine. Mama aliniangalia hivi. Akengara uwa keboro oguo. Kale we. Kwani ni wewe? Ndaguthaitha mwana wakwa. Nakuzimu mtoto wangu. Ndukajurage. Usiniue. Nikamwambia ni ndage kuragira ki? Tena kuua kwa nini? Nikamwambia rudi kwa counter. Choka hala wewe ndagiria. Hiyo maneno yote umeniambia utalipa. Mbona mashimo za waje ndio kule hapa. Kwa sababu najua nimejitambulisha. Nde alika. Na lazima niondoke. Ngoja je hela ndo haha. Nikamwambia rudi kwa counter. Choka hala counter ile. Umeona maneno ile umeongea baya. Mbona mashimo za walia moru ile. Hesabu ile pesa inatoshana na hiyo maneno. Taraba nibia chingana na mbona mashio. Mama kahesabu alichukua pesa yote. Hivi akaimwaga kwa leso. Akichika leso ile akaniambia chukua mtoto wako. Akira oya mwana wako. Nikamwambia si alikuwa na gari mzuri. Ala kalikega wewe. Nikamwambia sasa afanye hivi. Kuna mfanyikazi? Akiba wewe mtu wa wira. Akaniambia ndio. Nikamwambia ingia kwa gari. Ingia garini. Tukaingia kwa gari. Ingia gari. Nikamwambia nisindikize ni Scranton. Hiyo nyumba gari hageje watu wale hapa. Akanipeleka mpaka Kirugoya. Akendoa kinya Kirugoya. Mpaka Kirugoya alikuwa ananiambia Tokija Kirugoya jina gakiri. Tunakupenda. Tukuwedete. Tunakuopeaga. Tukuhoyagira. Unajua kama ningejua ni wewe. Kone kombiaga ni wewe. Hiyo siku yote umekuja ukinunua hapa. Hata ningekupatia nyumba yangu moja. Niko nyumba yako niko. Oh, hiyo matokagerie gweka kaundu koru. Usifanye kitu kwa kwaja nie na muthuri wako. Mimi na bwana yangu tutakuombea. We have been praying for you. Tukuhoyagira muno. Ataongea ile Kisugu ya Nyeri. Akienda kile kokela kia Nyeri. We are praying for you. Ya tukuhoyaga. Nikamwambia mami, don't worry. Takombaka. Acha kujali. Takombaka. Twende. Niketuzie. Tukaenda tukafika Kirugoya, nikamwambia leta simu yako. Tukija Kirugoya ngemera simu yako. Nikamwambia wasa ingia kwa matatu rudi. Simu yako ikila matatu rudi. Gari yako utaenda Kirugoya police station. Gari yako ile Kirugoya police station. After 3 days uichukue huko. Kwa kija tukudai kila kitu obyo. Nikaenda nikapeleka gari Kirugoya police station. Ngeze Kirugoya police station. Nikaiweka hapo ndani. Akemega kwa dhine. Nikaenda nikakuta OCS. Kuna OCS. Mwenye ananitafuta. Wewe aje da? Nikamwambia nimewacha gari yangu. Natika gari yako ha. Ni ya police station. Police station hilo. Kuna mama anaitwa hivi. Mutimeta kuona. That is my auntie. Ucho ni tata. Akikuja mpatie. Kamunegere. Maana I'm traveling to America. Tuende America leo ni. Na OCS akaniambia basi lete ya chai.
Na usiweze akaejera yakashika nini? Nilikuwa na pesa yule mama. Ndio biashara mtini wale. Nikampatia 5,000. Ngemweka 5,000. Nikatoka nikaenda. Giuma akithie. Sasa nilikuwa nimeambia mama after 3 days. Ndio mtimia dhiwazi kwenda tu. Akuja achukue gari. Ukeoe gari. After 3 days alienda. Dhiwazi kwenda tu akithie. Na nilimwambia ukikuja kuchukua gari. Hata mwite uko yake. Ndio usipigwe risasi. Ndio kahori dhathi. Useme Waruinge alikuwa amekukajak. Ugetire Waruinge na kuzema teka. Akaambia OCS. Akina OCS. Ni Waruinge. No Waruinge. Ndio alileta gari. Ndio hile gari ya. OCS alianguka hapo. OCS akigwathi. Na akamwambia usiseme. Usiambie mtu. Tukere mtu. Maana Christopher. Na Christopher. Ambaye niko chini yake. Unadhuru wake. Akichua huyo jamaa alikuwa hapa. Akiwote ya uma. Kazi imeisha. There is one point I want to tell you. If you have a goal in this world, you have a purpose in this world, no weapon fashioned against you that will prosper against you. No weapon will kill you. Hakuna mtu atakumangamiza. Hakuna mtu atakumaliza. Until the mission that God has put in you will be accomplished. Hakuna kitakuua. You are in a situation now and you think you are at the end of the situation. The end of the situation that you are in, it is the beginning of you with God. Wakati wote huo nilienda kwa wale walinitafuta. They were not allowed to know me. They were not allowed to see me. They were not allowed to detect me. Not because I was clever. Not because I was powerful. Not because I was smart. But I had a covering. Bwana Yesu asifiwe sana. I had a heavenly covering. My daughters, you got a heavenly covering. There is nothing, there is nobody who will distort your life. You will still accomplish your life. You will still win this battle. You will still conquer everything. And God will see you through. Hatujawawacha. Na hata wakati tutawaacha, God will walk with you. So be strong. Be courageous. Because God is with you. Na nyinyi mko hapa. May God of heaven bless you. Mwaigua te mukihunjirio ni mufama mugikirida. Muraigua te ni muraigua kindu kiega. Na wewe ulikorwo ni ndakuire kuringana na mahoya maku kugihiana tono kia kuhunjiria. No kia tumo smile umuthi. Ukazeka kwa nini? Ndio smile. Na wahoyaga ngue. Na nilikuwa naomba kufe. Mahedi magi akuhunjiria. Mifupe kukuhubiria. Ukijire pole. Asante sana. It is very important. When Jane came to my life, she forced me. The purpose I'm talking about. Ohoro wa matatu. Na nimeona watu wengi hapa wa sako. Aidha tulipigana na wao. Hawa wasako. Aidha tulipigana vita na wao. Ama some of them walikuwa pande yangu. Lakini angalia sasa. Tumekutanishwa na huyu mama. Na kuna siku mlikuwa mmenichukia, kuna siku mlikuwa mnataka kunichoma hapa Nyeri. Mkitutoa hapo kwa barabara. Tatokoro ni mwajuragire ri. Tukigacamithio ni Jane. Mui huwa mwema. Pray for your children. Pray for them. I was not in Mungiki because I came from a poor family. Just something led me to Mungiki. It is me who founded it. With my brother Maina Jega. Maina Jega is my brother. From the other mother. Because my father has 2 wives. So from the other mother, Jenga came from there. And from the other mother, I come from there. So when these things happen, there is something you need to ask yourself. What is this that has happened? What is this that has happened? That my children have decided to become criminals. Hebu niulize, kukosa watu milioni 4. Onokorwo twari Mungiki. Onokorwo ndanyuaga pake ini uru. Onokorwo ndaiyaga indo cia nyuri. Hau hari ngoma kweli? Hapa ni shetani. Tajiraima. Hau hari ngoma.
Hapa kuna shetani. Gukoro na andu milioni nya makumite thutha. Ucio ni ngoma. Watu milioni 4 kutoka nyuma. We muhono kuna mwega ri. We na andu igana makumite thutha. Wameokoka na mzuri na wakapa. Tiga korora mitugo yakwa miuru. Wacha kalia tabia yangu. Akalia neema nilio nayo ya kuongoza watu. Taroro tu ndiragu wako. Na uangalie how can we transform it from the negative side to the positive side. Your son is an important son. Mtoto yako akivuta bagi usimuue. Mtoto yako akikuwa mwizi usimuue. Maana the Bible in the book of Deuteronomy chapter number 28 around verse 4-5 hapo. I will bless the fruit of your womb. I will bless the fruit of your womb. So ukipata mtoto wako anavuta bagi, na Mungu alisema I will bless the fruit of your womb. So who is to blame, you or your son? Answer my question. It is you to be blamed or your son? Who is to be blamed, mommy? Who is to be blamed? He said, I will bless the fruit of your womb. So who is to be blamed? Huyu anakuvuta bagi na wewe. Ni nani ako na bagi? Ni wewe ama ni mtoto wako? Because God said He's going to bless the fruit of your womb. And now the fruit that came from your womb is smoking marijuana. So did you produce a blessed fruit? Did you produce a blessed fruit? You produced a blessed fruit, but you did not produce what God intended you to produce. That is why your son is smoking marijuana. So to be blamed is who? It is not your son. It is you. You ask God, where did I go wrong? So watoto wakivuta bagi, wakienda mugiki, wakikuwa Al-Shabaab, ask yourself, what happened to me that I produced mugiki installed of a son of God? What happened to me that I produced a smoker instead of a padre, instead of a pastor? My mother asked those questions, and God answered her by answering my mother. My mother was told by God, you are the mistake. Because when you gave birth to this child, you never dedicated this child at the altar of God. And then mother came back to me. He went to the altar of God and dedicated me. And because I could not go to church, she took my photograph. She took it to the altar and raised a sacrifice. Dedicated my photo. And within 6 months, I was in church. Nobody took me to church. It is not your prayers. No pastor, no bishop would even dare coming to preach to me. Pastor, mapasta we ni ugiokire ko hujeria ugiambire gwithikiriria na ure. Bwana Yesu asifiwe sana. But there is a man more than every man. When he came, he told me, you have done your part. Now come. I want us to do the part. The remaining part. I want you to come. I will use you to change the world, that people may come to me. Today I'm preaching, and I'm proud to be a former Mungeke leader. I am proud to be a former criminal. I am proud to be a negative person that you hated. And I'm proud that today I preach the word of God, because that is my testimony and that is my process. Every person has a process. Every person has a way
way, every person has a direction, and in that direction, that is where your blessings are coming from. In that blessed direction, that is how you are going to be blessed. I know most of you are so terrified that Gachagua now is going home. Let me tell you one thing. It is the process of God. And when the process of God has been started, God has a way of doing things. Let me tell you, Gachagua was my friend when Moi called me and he told me, now you have to campaign for Uhuru. It is me who announced Uhuru. The first meeting I did in Thika Town, that is the time I met Gachagua. Also was a PA for Uhuru. And there was no single indication that Gachagua will ever become a deputy president. But God had a plan. God had a plan. I was better positioned to become a deputy president than Gachagua. But God had another different story for me and Gachagua. And Gachagua became the deputy president. Not because he was good, but God wanted to do something. The work of Gachagua that God called him for is not yet done. And if his work is not yet done, don't expect him to get out of the office any soon. But if the work is done, he is going to go home. So don't cry. Don't be worried. What we need to understand, it is what is the plan that the enemy has against the Murima. Against the Murima. What is the plan that they have against the Murima? It is not Gachagua. It is not Uhuru. It is the plan. It is the plan. And that is the plan. You need to go on your knees and pray and scatter the plan and destroy the plan, because the plan is bad. The plan is dangerous. Hiya. The plan is not good. Tell your neighbor, the plan is good. The plan is bad. And Gachagua is part of the plan that was planned about 10 years ago, that we shall sit there. And the time we sit there, these people of Murima, we will deal with them, because these people have to be dealt with, because there is a revival that is coming. There is a revival of Jesus Christ that is coming. And when they discovered the Murima is carrying the revival, the Murima is pregnant of the revival, they went and spoke to people outside who are called by the name globalists, the one world order people who do not want the revival to come. And they said, how can we deal with Murima? 20 years ago, Murima was started being dealt with. And Changa was brought here. Bad Pombe was brought here. And then your son was told, do not sleep with a woman. The best sex you can have, it is a man with a man. And it was introduced in Murima. Then they came with drugs. And then we were called Mogeke. And they started killing us. So that is the plan. It was hatched way before. So go on your knees. Go and pray for the Murima. Sio kusema Murima isiguswe. Tutoke kwenye hiyo ujinga. Tutoke kwa nini? Hiyo ujinga. Tupige magoti chini. Tusikue Mkatoliki. Tusikue Mprotestanti. Tusikue adhuria kiama. Muogee kama Murima. Muogee kama nini? Na kusikue mkubwa ama mdogo. Muache classes. Muache hiyo masomo yenu mingi ambayo hawapeleki mahali. Muache hiyo ukiokoko kirefu
Uonevu hakuna mahali kimekupeleka. Mkae kama brothers and sisters. Then fight this enemy as a common enemy and treat this thing with a lot of seriousness, because I was there. And sometimes back, when this enemy came, I was there to stop it. I want to tell you, it is bigger. It is bigger. And that is why I came here today to tell you, Mulima, na nimeona mzee hapa, Getheji hapa, simama tu mzee Getheji. This old man, I hear he's from Catholic, and he is also from Kiama. So he told me when I met him that he is a Christian. Then I asked him, how come you are a Mugikuyu Christian? And we are a Christian, then Gikuyu. He asked me my name. What's your name? Nikamwambia I'm Ndurawaruinge. Is Ndura a Christian name? Nikamwambia is a Gikuyu. Akaniambia Ugikuyu ni nini? Akaniambia Ugikuyu ni ngoma. Sasa akaniuliza, Ndura is Gikuyu? Kwa hivyo wewe ni ngoma? Nikamwambia no, I'm not ngoma. Nilitwa heto rya Gikuyu. Akaniuliza kama wewe ni Mugikuyu, jina gani ulipatiwa ya kwanza? Nikamwambia nilipatiwa Gikuyu jina Ndura na baba yangu Waruinge. So akaniuliza mbona hawakukupatia James ama John kwanza, wakakupatia Ndura? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia hivi, that is the legal ground ambayo imekukamata. Sasa hata ukikuwa Mkristiano, the legal ground ambayo imekukamata ni jina. Jina hiyo Ndura inakurudisha kwa Wagikuyu. Na akaniambia before you become a Christian, you are a Mugikuyu. And I discovered kumbe I was brainwashed that being a Mugikuyu, it is not anti-Christian. It is not that I hate God. I am a son of God. And then he asked me, when the mass I meet, it is culture. When the Luya meet, it is their culture. When the Kalenjin meet, it is their culture. What about when Kikuyu meet? It is tribalism. But is Kikuyu tribalism? Never. It is godly. Thank you. You may be seated. Thank you. You are not a tribalist. You are from God. If somebody tells you you are tribalist, tell him the greatest tribal, the greatest tribal chief, the greatest tribal chief. It is God, because he made me to be a Kikuyu, and he made that Kalenjin to be a Kalenjin, and he made that Mukaba to a Mukaba. My tribal chief, is God, and I'm proud to be so also. Protect your future. Today, as these things happening, protect your future. There is danger ahead. There is danger ahead. There is danger ahead. You will not be allowed. By 2025, there are many things you will not be allowed to do. There are many things you will not be allowed to do, because you are from Mulima. Now look at what is happening. They are in Parliament discussing Mulima.
The whole thing they are talking about, that Gachagua is a tribalist. It is not Gachagua who is the factor. We are trying to tell the people, even if you give these people anything, they are still tribal and they cannot hear you. And that's the dangerous part, because they have succeeded to remove us from others. By 2025, by 2 months to come, it will be 1 against 42. And tell me what you will be able to do. You are living in Garissa, you are living in Mombasa, you are living in Kisii, you are living in Kisumu, and you guys, you are investors, you are farmers, you are everything. There is another thing they did. They passed a law that you can never from today plant a seed. You will never plant a seed. You will never plant a potato or a maize or whatever without the consent from the government. They will provide the seed for you, and this seed is a GMO. And if your mother is found planting that seed that is not satisfied by the government, she will go for 25 years. She will go for 5 years in prison or a fine of 5 million. That is what you are about to face from next year. You will be forced to plant GMOs that will kill you slowly. And this thing will happen around Morima. And Morima, you will cry. Morima, you will cry. I'm still looking for this God. I'm still trying to discover this God. I am still not 100%. I'm 8. I know you are at maybe 30, 40, I'm 50. But you better drop. You better drop to 8%. Then you allow God to have more space to be a blessing in your life. Ukiwa uko na mtoto amekushida na ulevi na bagi, I'm an expert. Ukiwa uko na mtoto mwizi, I'm an expert. Because I relate with them. The first thing I tell them, I was once a drunkard like you. I was a thief like you. I used to carry 2 guns. I used to steal with Wanogo. I know Wanogo is from this area. That was my person. I used to drive him. He went. Me, I was left so that I can preach to you. Hallelujah. Hallelujah. The most important thing, it is the body of Christ, not your church. Your church will take you know where, but the body of Christ, it is what that is important. We team up together. Christians, I know I can see most of you are Christians. Just go and change. Get out of those churches and build the body of Christ. That is the ultimate victory. And that is what will make you look like a Christian. Otherwise, because sometimes I was a Muslim and I became an Al-Shabaab, and I was in Abuja. And I witnessed the Abuja Declaration. And they said, because I remember I was invited in Tripoli by Mohammed Gaddafi. And he sent a private jet for me to come and pick me from Nairobi. Before he just died, he wanted to give me $500 million to come and build a mosque in central Kenya, 5 kilometers apart. So that I can make every Kikuyu a Muslim. Fortunately or unfortunately, he died before giving me the money. I say unfortunately because I am a Mogekoyo, I needed money. But fortunately, I
I did not turn your children to become Al-Shabaab. Because they could have become Al-Shabaab. Because I was controlling them. When I met some people in the Muslim, they gave me a bomb. And they tied me the bomb around my stomach. And they were training me how to become a suicide bomber. I want to tell you the agenda they have against you. I am not giving you stories. I am not a preacher. Me, am a commander. And I command demons to go. And they go. I am just a messenger. Don't call me a pastor. I'm not your pastor. But they trained me to become a suicide bomber. Not to go to Somalia and kill Somalis. To come to motherland and kill my fellow Kikuyus. Because I am a Kikuyu. And they thought I am a greedy person. And because we Kikuyus are very greedy, are the Judases. And you are in parliament. And you have seen the Judases in you. I was almost to become a Judas. Imagine 4 million people becoming a suicide bomber. How many of you could have died? Our God is great. Piga Yesu makofi. Hata kama tukile serious kinya ndiraiwa guoya. Kamura shiria gweta polisi. Mbona gweta polisi? Na thigari cioka cikujira ni huyo. Na thigari cioka ikuga ni ucio. Tunamuelewa. Tumoi. Bwana Yesu asifiwe sana. So this agenda, it is bigger than what you think. It is not Gachagua. It is Abuja declaration. Because they want to become president. And they are prepared. They have bought your ad. They have bought your ad. They have bought your businesses. They have bought your everything. Because they have an agenda. And they have money. And they have raised money from far. That is why they can come here, chase the land with much ease. And because tuna kamukoroko, you your ad, and you take your money. The money you eat in 5 years you don't have. The land will remain there. Immediately they plant a mosque there. A mosque is an altar. You will never defeat them again. Why Kikuyus are defeated? Because you don't have an altar. You don't understand yourself. You don't have an agenda. The day you get to have an agenda, nobody will fight you. Nobody will defeat you. Just try. Mother, try. Uige ugikuyu waku na wetagwo kiama giaku thi. Uige ukadhore kithi. Ucoke ciana ici ta mugikuyu. Wite nduri arika riaku. Ucoke utwite ciana ciaku. Ucoke utwire utuambie twaikaraga tuika hivi twathiaga tulienda hivi na nyu Kristiano muingi mwinaguo ri na nyu wa Kristiano wingi tukona mutwara ri na kuna mpeleka no mwijohega itirateithika ri mwatwara baba mwasaidia mbue ici musikiza mbue ici cia hatu kumuteithia hiyo uzana naweza kusaidia because he is carrying wisdom twakwete ugi just fiethe kana jiri mena thuri yao. The Kalenjins, they have their elders. The Luyas, they have their elders. The Kamba, they have their elders. The Kisii, they have their elders. Where are your elders? Catholic will take you nowhere. Your PCA will take you nowhere. Your religion, nowhere. Oh, Giorio, Atia. Oh, nawe atia kana doya moko jugeni yede moge koyo ndona andu amwe maragiria gutonyerera thi matikono ni mainire rwimbo rwa ngoma at the end of the day, that is what you are going to become.
I'm giving you 3 months. Only 3 months. All of you will sing that song. That is the agenda they have. And they will put you down. But our God will put us up.